Bwana Yesu apewe sifa. Ni mimi hapa mtumishi wa Mungu Apostle Duncan Abuto. Mpendwa wa msikilizaji, kuna jambo ningependa tuweze tukanene siku ya leo. Kwa ajili ninajua ya kwamba popote ulipo unanipata, kuna yale yanakuangaisha moyo wako au roho wako, unashangaa uipeleke wapi. Leo nimeleta habari njema. Angalia katika maisha yako, kuna watu wale wamekutisha, wanaweza kuwa ni waganga, wanaweza kuwa watu wa ulimwengu, wanaona kana kwamba Mungu wako hana uwezo. Lakini ningependa nikuambie ya kwamba leo hii uwe mjasiri na mtu shujaa, kwa ajili maandiko inasema kuna wakati Mungu atatuma maadui zako mbele zako ili uweze ukawashinda ulimwengu wakiona. Leo hii ukiona matatizo yanayotendeka katika maisha yako, jua ya kwamba ni Mungu anaweza akatenda hivyo ili ukashinde maadui wako, ili ulimwengu waweze kutambua Mungu ni nani. Ukiona magonjwa yanatawala katika maisha yako, Mungu anataka kutenda makuu juu ya maisha yako, ili watu wengi waweze kujua kana kwamba Mungu ni Mungu wa uponyaji. Maadui wako wakiinuka, wakienda kwa waganga ili wakuangamize, Mungu atakufunika naye atakutawala, awe pamoja na wewe, atangulie mbele yako. Ningependa nikueleze ya kwamba kuna wakati mambo yanaweza kuwa magumu katika maisha ya binadamu. Haijalishi iko kiwango gani ama imekuwa ngumu kiwango gani, ila Mungu anatukumbusha katika maandiko ya Kumbukumbu la Torati hapo mstari wa 8. Wacha tupate inasema namna gani. Mungu ataamurisha baraka katika maisha yako. Ukisoma maandiko hayo Kumbukumbu la Torati 28 hapo 8, inasema Mungu ataamurisha baraka juu ya maisha yako. Kana kwamba wakati mtu anaishi hapa duniani, unaweza ukaona kana kwamba wewe ni mtu asiyebarikiwa. Kuna wale utaona kana kwamba wamekuwa katika maisha yao, ila wewe mpango yako Mungu amepanga ya kwamba atamwaga baraka juu ya maisha yako, naye shangwe na vigelegele itajaa wakiita Mungu, kwa ajili Mungu ni Mungu wa baraka. Ningependa popote unayonipata, kila wakati unapoenda mbele za Mungu, enda mbele za Mungu ukijua ya kwamba kuna baadhi ya vitu Mungu ataweza kutenda juu ya maisha yako, ili dunia itambue kumbe yeye ni Mungu anayeweza kutenda vyote. Kumbuka maandiko inasema kule mwanzo ya kwamba kila kitu ulimwengu huu ni ya Mungu. Naye wakati tunajipata katika hali ya ukosefu, inamaanisha nini? Kuna wakati Mungu anaweza kutumia chombo dhaifu ili watu wale walioinuka, waliobarikiwa, walioinuliwa waweze kutambua kana kwamba sio wale wamebarikiwa ndio Mungu anatumia. Mungu anatumia wale wanyonge, wale wasiobarikiwa, ili wakati watakapoinuka jina la Mungu iweze kupewa sifa. Maybe kile inakutendekea leo, kile inafanyika katika maisha yako, kile ifanyika katika kazi yako, katika boma lako au katika ulimwengu jinsi unavyoona, vyote zinatendeka ili jina la Mungu liweze kupewa sifa. Usikufe moyo na usikate tamaa wakati unaona mambo imekuwa magumu, wakati umeona magonjwa yamezidi, kana kwamba Mungu ana uwezo wa kuponya na kuondoa kila jambo inayotesa moyo wa binadamu. Ukimuita jina naye ataitika. Maandiko inasema kila ulimi itakachotamka neno hilo Mungu ataweza kujibu, naye akipasa sauti Mungu ataitika. Katika jina la Yesu Kristo uweze ukapokea uponyaji, uweze ukapokea baraka, jinsi maandiko imesema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 hapo mstari wa 8, imesema atamwagilia baraka juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kile ningependa uweze kuelewa, ukisoma hiyo maandiko ukianza inasema utii amri ya Mwenyezi Mungu. Nasema nini? Usikose kutii amri ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ukikosa kutii, baraka itaweza kukupita. Yale mazingira utakachokaa haitakuwa mazingira yenye Mungu anaweza kutenda makuu. Kwa ajili ya hayo uweze kubarikiwe kwa yale tumepata katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.